jipya. Yesu Kristo ameshatuweka huru. Kwa hiyo kila siku unakuwa unaombewa laana zitoke. Kila siku unaombewa laana zitoke. Kila siku unasema mimi huwa na mapepo. Una mapepo umeyatoa wapi? Unapompokea Yesu, anapoingia ndani yako, maana yake mapepo yanaondoka. Amen. Umeokoka na mwaka mzima unaombea ukafunguliwa. Maana yake Yesu Kristo anaingia, Roho Mtakatifu anakuwa ndani yako. Maana yake mapepo sio sehemu yako tena. Hakuna cha Maimuna, hakuna cha Mungu Kaba, hakuna cha Subiani, hakuna cha Makasa, hakuna cha Mkela, hakuna cha Jini Husna, hakuna sui cha Shamimu, hakuna cha Sharifa. Hakuna lolote ambalo linakaa ndani yako, bali wewe ni Roho Mtakatifu na Mungu Baba. Au pembeni wewe uzingirwi sana na majini, sijui majini gani. Wewe pembeni unazingirwa na malaika. Unaona malaika wanapanda na kushuka kama Yakobo alivyokuwa anawaona. Unaona malaika wanashuka kukupa habari waliomtokea Bikira Maria. Unaona malaika wanashuka kukusaidia, wakina Mikaeli. Malaika hao wakina Gabriel wanakuletea habari njema. Sio tena wajini kuletea habari njema, kwa sababu ya agano jipya ambalo Bwana amelifanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa. Wakati uliokubalika ni sasa, sio kesho. Wakati wa kutoka kwenye shida na mateso ni sasa, sio kesho. Wakati wa wewe Mungu ameshakutoa kwenye laana ni sasa, sio kesho. Wakati wa kutoka kwenye umaskini ni sasa, sio kesho. Wakati wa dhambi wa kuwa mtakatifu kweli kweli ni sasa, sio kesho. Maana hatujui siku wala saa ya mwana wa Adamu kushuka kuchukua kanisa. Kwa hiyo ni sasa wewe kuitwa mtakatifu. Ni sasa wewe kutoka kwenye umaskini. Ni sasa. Haleluya. Ni sasa watoto wako kusoma shule. Ni sasa watoto wako kufika chuo kikuu. Ni sasa watoto wako kuolewa katika ndoa. Saa ya wokovu iliyokubalika ni sasa. Haleluya. Ni sasa kutoka kwa waganga wa kienyeji na kusema imani yangu imejengwa katika damu ya Yesu Kristo. Haitegemei waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji wanatakiwa watafute majibu kwako mlokole. Uliokoka waganga wa kienyeji inatakiwa waje kwako waulize majibu. Wachawi na wengine wa duniani inatakiwa waje kwako waulize majibu. Sio wewe kwenda kuuliza majibu kwao, maana wewe umembeba Yesu, umeyabeba majibu. Haleluya, haleluya. Sijasema usio unapiga story na waganga wa kienyeji au usio unasalimiana nao, au wachawi usio unasalimiana nao. Hapana, salimiana nao vizuri tu, lakini wale mtakiwa wakikuona waje waombe majibu kwako. Waseme ndugu yangu unatumiaga uchawi gani? Mbona pale kwako ni kama kuna ulinzi wa tofauti? Waambie kuna uchawi mmoja ninao. Huo uchawi ni wa agano jipya. Huo uchawi ni zaidi ya uchawi. Huo uchawi umezaliwa katika damu ya Yesu Kristo. Ukipata huo unapata maramia duniani na maramia mbinguni. Haleluya. Hey! Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema Yesu akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Maanake ndani ya Kristo yapo maisha ya raha. Biblia inasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya magonjwa, na mizigo ya umaskini, na mizigo ya laana. Maanake ulipoingia kwa Yesu tu alikutua mizigo yote. Maanake ndani mwake kuna raha. Na maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania ya kwamba ikiwapo ipo ahadi ya kuingia rahani mwake, tusipate kuikosa sisi na wale tuwapendao. Maana kwa Yesu mizigo inatua. Mtu anapookoka, mizigo ya uzinzi kule, mizigo ya uasherati kule, matamaa ya kutamani wake wengi kule, matamaa ya kutamani wake za watu kule, matamaa ya kuwatamani waume za watu yanaenda kule. Unakuwa ni kijana safi, ni mama safi, kwa sababu Yesu ameingia ndani yako. Na ndiye Mkristo anayemhubiria mahali hapa ni Mkristo aliyembeba Yesu, ambaye uasherati kwake si kitu, uzinzi kwake si kitu. Akisikia harufu ya pombe yambabaishi. Aliyeokoka akisikia mapombe yanapikwa yambabaishi. Akiona bia haimsumbui. Huyo ni mtu aliyeokoka. Bia haimpi shida. Haleluya. Waebrania sura 11 mstari wa kwanza hadi wa pili tutasoma wewe mwenyewe.
Tunaposema amini, Mungu atakutendea. Maana yake ukisema okay, niongee hivi. Nimesema sawa, wokovu ni sasa, sio kesho. Ukianza kusema unajua mimi ninavyoona wokovu, yani hii hali ndio nayo, ugonjwa ndio nao, na hali ndio nao, na mateso ndio nao, yatatokaga miaka mingine kule. Nafikiri miaka 50 ijayo. Hao walikuwa ni wagano la kale. Walikuwa wanasema hivi, tunasema kwamba tunamuona si sasa, tunamtazama si karibu, kwamba itatokea chipukizi, atakuja mwokozi, atazaliwa kupitia Bikira Maria, atakuja kutuokoa. Wale ni wagano la kale, ndio walikuwa wakina Isaya wanatabiri, nimemuona mfalme fulani anakuja kuzaliwa kuikomboa dunia, anakuja kuzaliwa kukomboa ulimwengu. Lakini sisi hatusemi tena, tunamtazamia Yesu atashuka kuja kutuponya magonjwa, akija kulinyakua kanisa. Tunamtazamia Yesu atakuja kutuokoa na hali ya mateso tulionayo, atakapokuja kulinyakua kanisa. Tayari aliposhuka akaleta ufalme wake duniani. Maanake kipindi kile Yohana anawaambia tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Alikuwa anamtazama Yesu Kristo. Yesu Kristo alipokuja akauleta ufalme wa mbinguni duniani. Maanake atakaye muamini tayari anatembea na Yesu, anakuwa anatembea na ufalme wa Mungu duniani, tayari anatembea kwenye ushindi. Haleluya! Unaja kusema natazamia miaka fulani ndio nitapona, miaka fulani nitafanikiwa, miaka fulani. Hapana, Yesu Kristo ameshashuka tayari na yupo ndani ya moyo wako. Maana yake lazima useme mimi ni mshindi, na zaidi ya kushinda. Magonjwa hayana sehemu kwangu, umaskini hauna sehemu kwangu. Mimi ni uzao wa Ibrahimu. Haleluya, haleluya. Utasoma Wakorintho wa pili sura ya 8 na mstari wa 9. Lakini pia utasoma Yohana sura ya 4 mstari wa 44. Kumbuka Waefeso sura ya 2 mstari wa 6 pia utasoma. Kumbuka anayemuona wewe Yesu ni mwako, unatembea na Yesu, si ndio? Kwa hiyo watakao kuona Yesu, watakao kuona wewe wamemuona Yesu. Ndio maana kuna wimbo unasema maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka sitadharau, ni kiu yangu ni haja yangu nifanane nao. Maana yake watakapokuona wewe wanamuona Yesu. Wanapokuona unapovaa wanamuona Yesu kupitia maisha yako, kwa sababu unatembea naye. Na kwa maana hiyo hakuna haja ya kwenda kwa mganga wa kienyeji tena, kwa sababu umembeba Yesu ndani yako. Hakuna haja ya kwenda kutafuta sadaka au kuweka ilizi za kuwalinda watoto wako, kwa sababu Yesu Kristo anatosha. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani yetu imejengwa katika agano jipya, na ukumbuke kwamba tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, damu iliyotangaza msamaha, na ni damu iliyoachilia maisha mapya katika agano jipya. Hatuko tena kwenye vifungo kwamba nimefungwa. Ukishaokoka hujafungwa tena, kwamba ni mpaka niende wapi nikafunguliwe. Hapana, hujafungwa. Unajua kuna nyumbani kwetu tumefungwa tumbo la uzazi, hatuwezi kuzaa. Ukiokoka hayo mavifungo ya kufungwa uzazi usizae yanavunjika yenyewe. Kwa jitamkie mwenyewe majira kama haya mwakani napokea mtoto katika jina la Yesu. Na ukiokoka umembeba Yesu, na wewe ni mshindi. Mtaani likianguka pepo, sio mpaka useme tumkimbilie mchungaji aje aombee. Wewe mwenyewe hapo umembeba Yesu, unaenda kwa jina la Yesu, toka pepo. Maana wewe ndani mwako kuna Yesu, hakuna mapepo. Amina. Kama ndani mwako ukiombea ukaanguka mapepo, inabidi usali sala ya toba, kwa sababu unapookoka Yesu anaingia ndani mwako, sio mapepo wala sio majini. Na likitokea pepo sehemu yoyote, nifukuza kule, nenda kule. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Simama kwa miguu yako mahali ulipo, na ufunike macho yako, pia unyoshe mikono yako juu.
yako, funika macho yako, mwambie Yesu unastahili. Yesu astahili heshima, Yesu astahili heshima, Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Wewe ni chaguo langu la milele, nikiwa na wewe nina amani tele. Nainua mikono ninakuabudu, maisha yangu yote nayatoa kwako. Yesu ni chaguo langu la milele, nikiwa na wewe nina amani tele. Nainua mikono ninakuabudu, maisha yangu yote nayatoa kwako. Kama sija kuchagua, wewe ulinichagua. Kama sija kupenda, ulinipenda kwanza, ukaniketisha pamoja na wewe. Mimi nikuwakilishe duniani, wewe uniwakilishe mbinguni. Yesu astahili heshima na Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Mungu ni hai, asante kwa neema yako, tunalizimisha jina lako Bwana. Asante kwa sababu unastahili. Umetununua kwa damu ya thamani, wala si kwa vitu vilivyoharibika, si kwa fedha wala dhahabu. Damu yako imetukomboa Bwana. Asante kwa neema yako. Asante hata kwa sababu ya msamaha wa dhambi ulioachilia katika maisha yetu. Asante kwa damu yako, maana Yesu umesema kwako